Kuna wanyama wengi sana duniani, lakini leo tutaangazia wanyama mbalimbali ambao utakwenda kuwafahamu kwa majina yao, tabia zao, sifa zao, lakini pia historia yao. Ni nini ambacho kilisababisha mpaka wanyama hawa kuwepo katika historia ya ulimwengu na vitabu vya kumbukumbu vya enzi za mababu mpaka wakati huu. Wanyama wa hifadhini sehemu muhimu sana ya urithi wa asili duniani. Historia yao inaanza maelfu ya miaka iliyopita, kabla ya kuwepo kwa miji, barabara na maendeleo ya kisasa. Waliishi kwa uhuru katika savana, misitu, mabonde na maeneo ya wazi, huku wakitegemea asili yao kwa chakula na makazi. Kwa muda mrefu, wanyama hawa wamekuwa sehemu ya mfumo wa ekolojia, ambapo kila mnyama ana jukumu lake katika kulinda uwiano wa mazingira. Wanyama kama tembo, simba, chui, faru na twiga walitokana na mababu wa kale waliobadilika taratibu kupitia mchakato wa mabadiliko ya viumbe, yani evolution. Kwa mamilioni ya miaka iliyopita walizoea mazingira tofauti tofauti, huku wengine wakipata shingo ndefu kama twiga ili kufikia majani ya juu ya miti. Wengine wakapata meno makali na nguvu za kuwinda kama simba na chui. Vilevile wengine wakapata ngozi nene kwa ajili ya ulinzi kama faru na tembo. Na hii yote ni matokeo ya mabadiliko ya asili yaliyowasaidia kuishi hadi leo. Kabla ya kuanzishwa kwa hifadhi, wanyama hawa waliishi kwa uhuru katika maeneo makubwa ya Afrika. Walitembea umbali mrefu kutafuta maji na chakula. Simba waliishi katika makundi, tembo waliishi katika familia zinazoongozwa na jike mkuu, na duma walijulikana kwa kasi yao ya ajabu katika kuwinda. Kadiri idadi ya watu ilivyozidi kuongezeka duniani, makazi ya wanyama hawa yalipungua kabisa, na hivyo kulazimika kuanzishwa kwa maeneo maalum ya kuwalinda. Wanyama hawa walikuwepo muda mrefu kabla ya kuanzishwa kwa miji na maendeleo ya kisiasa. Kwa mujibu wa historia za wanyamapori, tembo ni mnyama mkubwa zaidi duniani na nchi kavu. Ana kumbukumbu nzuri na huishi katika makundi ya kifamilia yanayoongozwa na jike mkubwa. Tembo hutumia mikono yake mirefu kuchukua chakula na maji. Vilevile ana umuhimu sana katika mazingira kwa sababu husaidia kusambaza mbegu za mimea katika hifadhi na misitu. Mnyama mwingine ni simba. Simba hujulikana kama mfalme wa wanyama mwituni. Huishi katika makundi yanayoitwa prides, ambapo majike ndio huwinda zaidi, huku dume likiwa na jukumu la kulinda kundi lao. Simba ni ishara ya nguvu na uongozi katika wanyamapori. Chui ni mnyama mwenye wepesi na uwezo mkubwa wa kupanda miti. Ni mnyama wa usiri na mara nyingi hufanya mawindo yake
nyakati za usiku, ana uwezo wa kubeba mawindo yake juu ya miti ili kuyakinga na wanyama wengine. Vile mnyama mwingine ni duma. Kwa mujibu wa historia za mababu zetu, duma ndiye mnyama mwenye kasi zaidi duniani na nchi kavu. Ana uwezo wa kukimbia kwa kasi kubwa kwa muda mfupi, hivyo hutumia kasi yake kuwinda wanyama wadogo kama swala. Faru anajulikana kwa ngozi nene na pembe moja au mbili. Ni mnyama mwenye nguvu, lakini yupo katika hatari kutokana na windaji haramu. Na faru huyu anahitaji ulinzi mkubwa ili kuhakikisha vizazi vijavyo vinamuona akiwa hai. Mnyama mwingine ni nyati. Nyati huishi katika makundi makubwa na ni mnyama mwenye nguvu na hulinda kundi lake kwa ushirikiano. Nyati ni sehemu muhimu ya mfumo wa chakula kama simba, duma na wanyama wengine walao nyama porini. Mnyama mwingine ni twiga. Twiga anajulikana kwa shingo yake ndefu zaidi duniani. Mara nyingi hula majani ya juu ya miti ambayo wanyama wengi hawawezi kufikia. Vile ana mwendo wa kipekee na muonekano wa kuvutia katika hifadhi za taifa. Mnyama mwingine ni ngamia. Ngamia ni mnyama wa kitofauti sana na ana uwezo mkubwa wa kufikiri na kukariri mazingira anayoishi. Ngamia ana uwezo wa kuishi muda mrefu bila maji, na mnyama huyu hupatikana zaidi katika maeneo kame na ya joto. Ni mnyama muhimu katika maeneo ya jangwa na mara nyingi hutumika kwa usafirishaji katika baadhi ya jamii. Mnyama mwingine ni punda. Punda ni mnyama mvumilivu sana katika dunia. Hutumika kubeba mizigo na kusaidia watu katika maeneo ya vijijini. Ana nguvu na uwezo wa kufanya kazi kwa muda mrefu bila kuchoka. Wanyama hawa wana mchango mkubwa katika jamii, hukuza utalii na uchumi wa nchi, hudumisha uwiano wa asili, husaidia katika mfumo wa chakula porini, huleta ajira kupitia hifadhi na safari za utalii. Licha ya umuhimu wao, wanyama hawa wanakabiliwa na changamoto zifuatazo. Mara nyingi wawindaji haramu wamekuwa wakiwawinda wanyama hawa: upotevu wa makazi, mabadiliko ya tabia ya nchi, migongano kati ya binadamu na wanyama wa porini, jambo linalopelekea wanyama hawa kupungua kwa kasi zaidi duniani. Hata hivyo, juhudi za kuwahifadhi wanyama hawa zinaendelea ili kuhakikisha wanyama hawa wanaendelea kuishi kwa usalama zaidi. Na hii itakumbukwa kuwa jamii inahimizwa kushirikiana katika kulinda hifadhi, kuzuia uwindaji haramu na kuheshimu mazingira ya wanyama. Hivyo, elimu ya uhifadhi ni muhimu kwa vizazi vya sasa na vijavyo.
Na mwisho, wanyamapori wa uhifadhi kama tembo, simba, chui, duma, faru, nyati, twiga, ngamia, pundamilia na kadhalika ni hazina ya asili. Historia yao ni ndefu, maisha yao ni ya kipekee na umuhimu wao hauwezi kupuuzwa. Kuwalinda ni jukumu letu sote, kwa sababu bila wanyamapori dunia yetu haitakuwa sawa. Asante kwa kuwa nami katika safari hii ya kugundua historia ya maisha ya wanyamapori hifadhini. Utaniambia hapo kwenye comment, wewe unawatazama wanyama hawa kwa jicho gani? Aidha ni maadui kwako au wana mchango gani katika jamii? Tukutane hapo kwenye comment. Vile vile usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare video hii ili tuendelee kujifunza zaidi umuhimu wa wanyamapori, faida zao na mengine mengi ambayo yanatokana na wanyama hawa. Asante kwa kuwa pamoja.